Baada ya Judy kupandishwa cheo, biashara ilianza kufanywa vizuri zaidi. Wateja waliongezeka na kila siku mambo yalizidi kuwa mazuri. Lakini katika mafanikio hayo yaliwafanya baadhi ya watu waanze kumwekea mitego na kumwekea vikwazo. Siku moja Judy, katika harakati zake za utafutaji, kuna fedha zilizopotea pale dukani. Watu wote walimtazama na kumnyooshia vidole kuwa yeye ndiye mhusika aliyechukua hizo fedha. Judy kwa mshangao na kutetemeka kwa hofu alisema ya kwamba, hapana mama, sio mimi. Mimi ni binti maskini, lakini siwezi kuwa na tabia mbaya chafu kama hizo. Lakini hakuna yeyote aliyemwamini. Waliishia kumshambulia na kumnyooshia tu vidole. Judy aliingiwa na shaka kwa sababu yeye ndiye aliyekuwa msimamizi wa ile biashara na alihofia hata kuikosa kazi yake, lakini hakukata tamaa na alijiambia ya kwamba, mimi ni maskini lakini si mwizi. Siwezi kuwa na tabia za ajabu kama hizi. Natumaini ukweli utakuja kujulikana tu. Je, kweli ukweli utajulikana au wataendelea kumkandamiza? Itaendelea. Usikose kusikiliza hadithi hii ya kusisimua sehemu ya 4.